Mambo vipi mtazamaji wa Baharia TV bana, tumekupoa kabisa na harakati zinaenda kwa uzuri kabisa. Bana sasa naibu mkuu wa polisi anayekumbwa na shutuma nzito Eliud Lagat anatarajiwa kufika mbele ya mamlaka ya uangalizi wa polisi huru IPOA siku ya Alhamisi ili kuhojiwa kuhusu kifo cha mwanahabari maarufu Albert Ojwang aliyeaga dunia akiwa mikononi mwa polisi. Tukio hilo limesababisha hasira kubwa kitaifa na wito wa kuwajibika kwa maafisa wakuu wa polisi nchini Kenya. Mwenyekiti wa IPOA Isaac Hassan amethibitisha kuwa Lagat ameitwa rasmi kufika mbele ya mamlaka hiyo ili kurekodi maelezo yake. Tayari maafisa wa polisi zaidi ya 20 akiwemo naibu mkuu wa kituo cha polisi cha Nairobi Central OCS amehojiwa. Aidha, IPOA imeomba rekodi za mawasiliano kutoka kampuni ya Safaricom kusaidia katika uchunguzi. DAG Lagat anatakiwa kufika mbele yetu kutoa maelekezo na kuangazia uchunguzi huu. Tunahakikisha wananchi kwamba hakuna mtu atakayefichwa, haki itatendeka kwa wote, amesema Hassan. Lagat amejiondoa kwa hiari kutoka katika majukumu yake wiki hii, akisema hatua hiyo imelenga kulinda heshima ya ofisi yake na kuruhusu uchunguzi huru na wa haki. Kupitia taarifa kwa umma, amesema anafanya haya kwa uamuzi wa kina kwa kuzingatia maslahi ya umma. Niko tayari kushirikiana kikamilifu na uchunguzi huu. Pia alitoa pole kwa familia ya Ojwang aliyekuwa blogger maarufu kwa kufichua madai ya ubadhirifu ndani ya jeshi la polisi. Alikamatwa muda mfupi baada ya kuchapisha tuhuma nzito zinazomhusu Lagat na ufisadi. Alidai Lagat anahusika na utoaji wa nafasi kimkakati ndani ya idara ya upelelezi wa jinai yani DCI na vitengo vya traffic ili kudhibiti mtandao wa mapato na ujasusi. Kifo cha Ojwang kilichotokea baada ya kukamatwa kimezua hasira na maandamano makubwa, huku jaji mkuu wa zamani David Maraga akimtaka Lagat akamatwe mara moja na kushitakiwa. Kuna ushahidi wa awali unaonesha kwamba bwana Eliud Lagat moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja anahusishwa na kukamatwa, kuteswa, kwa kunyongwa na hatimaye kuuawa kwa marehemu Albert Ojwang, alisema Maraga mbele ya wanahabari. Mnamo Juni 11, mkuu wa jeshi la polisi Douglas Kanja akiwa mbele ya Seneti alikiri kwamba uchunguzi wa ndani umeanzishwa baada ya taarifa kwenye mitandao ya kijamii kumhusisha Lagat. Bana, nataka nikusomee komenti chache kuhusiana na hili tukio ambalo linaendelea huko Kenya. Huyu hapa anasema Kenya ipo Afrika kwa bahati mbaya sana. Huyu anasema Kenya ni kitu kingine, njooni Kanani. Anasema kuna nchi Afrika raia watu wanaingizwa mabilioni kupandishwa cheo. Anasema wenzetu wametuzidi mbali sana, sheria zao zinafanya kazi kwa mtu yoyote mpaka raha. Hizo ndo comment ambazo nimezipata hapa bana. Unaona maoni gani? Usisahau subscribe, like, kushare pamoja na kucomment. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.